Ukiona paka kwa ndoto, uashiria wachawi wanafuatilia maisha yako ama mtu amekupeleka kwa nguvu za giza. Unaweza muona hakikukimbiza, hiyo si paka, hiyo ni jini, yuko katika vazi la paka. Unaweza muona hanakung'ata, unaweza muona hakipaza sauti nyingine kama mtoto mchanga. Na kumbuka, paka ni mnyama ambaye ni mzuri sana. Ukiwa naye ni mlinzi katika nyumba ya paka. Na mbwa, hawa wanyama ni rafiki wa binadamu. Wanapenda sana ukiwagusa. Ukiwaita wanasikia, tena wanaheshimu binadamu. Je, unapokutana na ndoto kama hii ama picha kama hii, wakati mwingine mtu huona kitu alichokifanya ama kitakacho kuja kwako ama kutendeka. Kiasili, paka anapocheza na mtu wake uficha kucha. Adui hutumia vazi la kitu ambacho unakifahamu ili umkaribishe ili hakuchallenge. Unapokutana na tukio kama hili, jiulize, huko na amani ama umeshtuka sababu ya tukio uliloliona? Kama hauna amani, kanusha hiyo ndoto ama hiyo picha. Soma Biblia, omba, kemea. Wakati mwingine ndoto chafu haiji sababu ya uchawi. Wakati mwingine ndoto chafu huja sababu ya roho yako mbaya ama matendo yako yasiyo na dhamani kwa watu. Wakati mwingine ndoto kama hizi haziji kwako kwa sababu ya uchawi tu. Inategemea na karakta zako ambazo umekuwa nazo mchana. Ukiwa mtu wa roho mbaya kama uasherati, mchafu, mtu usiyesamehe, mfisadi, muabudu sanamu kama pesa, wanyama na vitu vingine ndani ya uchawi, tena ulevi, ulafi, hivi vitakuletea kukutana na ndoto ambazo ni chafu, ambazo zitakosa kukupatia amani katika usingizi wako, na pia vitakupa wasiwasi mwingi zaidi, kwa sababu roho yako imejengeka kwa madhabahu ya kichawi na ya giza katika anga za kiroho. Mungu akubariki. Follow, like, subscribe, comment. Asante.